Mwana msimama hilo usalimie watu. Happy Sabbath. Happy day. Mke wangu amewasalimia. Tunashukuru. Ni mfupi. Lakini amefika sana. Ni mfupi. Tutamuona sasa Kajiado ni mahubiri. Tunaomba Baba wetu na Mungu wetu utupendaye. Tunakushukuru kwa sababu ya nafasi hii. Nena pamoja nasi mchana huu ndio ombi letu kupitia kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Sikiza wapendwa, leo nawaletea habari ya barua. Watu wameandikiwa barua. Lakini barua ya Yesu Kristo ni ya maana. Hata mseme nani. Kuna zile barua uliandikiwa porojo. Leo nakuletea barua. Siku moja mtu mmoja alikuwa na habari mbaya sana. Barua yake haikuwa inasomeka vizuri na Wakristo. Swali langu leo, barua ya mtoto wako inasomeka? Uliwaambia sana kuna ile kitu. Na sasa inaanza kuwa sanani. Kama unataka kusaidika na mtoto wako usirudi. Kama unataka kupotea na yeye usirudi. Sasa ni lunch. Yenyewe mmejaribu. Usikia? Barua hii sana haikuwa inasomeka vizuri. Na unajua jamaa alikuwa na wazazi wake, pia alikuwa na mama yake, lakini yeye akaamua katika maisha awatese Wakristo wakiwa kanisani. Na historia inasema angeonekana kanisa leo, kila mtu angepokea saa kwake aende nyumbani. Yaani una mtoto alafu ni mwizi na wewe ni mzee wa kanisa na ujui barua ya huyu mtoto haisomeki vizuri. Na hata ukitoa matangazo na kanisa ukiimba wewe ni mwanakwaya, watu hawakuangalii, wanaangalia historia ya barua ya mtoto wako. Leo nakuuliza mshiriki, wa mtoto wako inasomeka? That's my question today. Barua yako na ya mtoto wako itasomekaje? Kwa sababu huyu jamaa hakuwa anafanya vyema na kila wakati Wakristo wakikaa anawashughulikia. Lakini siku moja Mungu akaamua kubadilisha historia ya mtoto yule. Kama Yesu amen. Anayeweza kupendua historia ya mtoto wako ambaye kwa sasa ni mvuta bangi na sigara na ujui. Anakunywa pombe. Usivunjike moyo. Yupo wa kubadilisha historia ya huyo mtoto. Usiwe unaumia, maana watoto wa siku hizi watatenda makubwa na yanapokuja kwetu wapendwa yatakuwa kwenye peji nyingine. Nani angefahamu kwamba wasichana watachoma watoto? Nani angefahamu? Na zilikuja news. Simulisahau. Na tabu hiyo tu hawasomi barua moja yenye nitamalizia. Hawasomi. Sikiza mzazi, unapobarikiwa na mtoto na usome barua zote za Biblia na umshughulikia kulingana na barua yenye ulisoma, utakuwa na engineer, profesa na daktari. Amoe sema amen. Ni kwa sababu ulifika na kuita majina ya watoto yenye ni makubwa, ni mheshimiwa auzu. Bado mtasoma barua. Mtasoma. Hata kama serikali ilitoa hiyo barua walioandikiwa, maana wanajua hiyo barua wako nayo. Unajua sasa hivi wamesemaje? Ukienda high school, unaenda na mtoto wako, kuna pages zenye unasoma, una sign, mtoto ana sign, mwalimu ana sign. Akipatikana na mistake, wale wasichana walipeleka wapi? Walipeleka wapi? Bwana mtaji. Ni gani muhimu? Ni wapi? Maana kwa Mungu hakuna hiyo chea. Yeye asanika barua ya kumshughulikia yule mtoto anapokuwa mdogo. Kumbuka mama yako mzazi, kumbuka. Wewe sikaa na ufai vizuri na ukumbuki historia ya mama. Ulipokuwa zamani, kama ulikuwa kwa kanisa, mama alikuwa anakaa kwa bwana fulani. Kama utatoka mara 2-3 ukienda msalani, ni jicho tu anafanya. Na mama mzazi wa mtu alikuwa anafanya kidole.
kuna kona alikupeleka. Kuna kona. Mzee wa kanisa amecheka, anaelewa. Kuna mahali ulipelekwa na ule mama akakushughulikia na ukarudi ukaketi chali. Ndio maana leo mzee umevaa taji, umevaa tai, unakula mali yako pole pole. Haleluya. Ni maana unanipata, lakini roho ya mtoto wako inasomeka. Maana wewe ndio umepelekwa naye. Ni mawaona. Ndio. Kama umewaweka mbali, nitakuja siku ya kuwashughulikia. Sio leo mzee. Nimewacheki. Hata staili wanakaa na venye wanaongea. Mali niko ni chaplain wa shule. Mlolonga Adventist na Kitengela. Kazi yangu ni moja. Ni maombi tu. Hata mwesememeni. Ni maombi tu. Lakini sasa mtoto akifanya mistake, anashughulikiwa kwa ofisi ya mwalimu, anakuja kwa maombi. Pande ya maombi namwambia, hii machozi vumilia, haitakuwa mbinguni. Haleluya. Yaani jamaa akose kufanya homework na watoto wote wamefanya. Jamaa alikuwa anaona katuni, anafanya shughuli zake, alafu wewe utafanya maombi gani? Mungu sima TV. So kazi yangu ni kushughulikiwa. Makosa ni gani? Shughulikiwa. Unajua watoto wakikosa kufanya homework wanaweza kuwa 6, 7, 8, 9, 15. Mwalimu atajua stima ilienda. Na huyu jamaa kufanya last week, kuna mmoja amechange alarm ya mzazi wake ya kuamka asubuhi. Akaitoa saa 11. Hebu nikuulize, mama yake weka alarm, nani anasaidia? Wewe mama yako akiweka alarm ya kuamka, anasaidia nani? Hata hajui. Mama yake akiweka alarm ya kuamka saa 11. Ndiye atengeneze breakfast mpaka saa 11:30. Akuamshe, ndiye akutayarishe. Mama atakuwa amesaidiana. Maana sina nyaunyo. Mama atakuwa amesaidiana. Mama atakuwa anasaidiana. Mama yako atakuwa anasaidiana. Sio jamaa mwalimu sikia. Akaenda akachinji ile alarm, akaweka saa 12:30. Hebu msaidie mzee. Hapa nitafanya maombi gani kama chaplain? Jamaa amechange alarm yenye namwamsha. Na mzazi amempepa akaleta shuleni. Ni maombi gani nitafanya? Unanipata lakini? Sio kuna vitu ambavyo haihitaji maombi. Inahitaji kushughulikiwa maombi baadaye. Haleluya. Mtanipata baadaye labda saa 8. Hamunipati. Hata kama sitarudi tena, mwenye kulichukua video hapo na fare yangu ya kurudi. Huyu mzee na mke wake, nimepanda gari kutoka Kisii na niko kiti ya mbele, nikapenduka nikafanya maombi. Mke wake akamwambia ule jamaa namjua. Tukashuka gari, kila mtu akaenda. Na tulikutana na yeye 2000 what teacher mwaka 2008 wakikuja Kajiado seminar. Na nilianza kufundisha 204 mpaka sasa hivi. Miaka ngapi? Hawa jamaa na waelewa. Na wajua. Na wote mimi nimefundisha walionyoroshwa vizuri. Walioshughulikiwa na wazazi wao. Ndio wananikumbuka teacher kula kitu kwa M-Pesa. Unajua mnapenda barua ya message ya M-Pesa. Haleluya. Kumbe hata Mungu ukisoma barua yake vizuri, atatumia hiyo barua ya M-Pesa na unaona confirm. Mamusikia ati mtoto mwenye nilifundisha anakutumia 5,000 anakuambia ni lunch. Wewe unaonaje? Sio ni barua ya kusoma. Sio barua ya Mungu alimsikia. Changamka tu sahi, wakutuzi, wakulinda majina yote. Lipo siku Mungu atasimama nawe. Ni kazi hiyo yako. Ninachua kwa chatbot lakini sio ya ikansi. Mambo ya watoto ni huko nyuma, vumilia, pitisa. Lakini sio chatbot yako.
Najua makanisa mengine haitambui watoto si hapa. Vumilia walimu wangu, ipo siku. Wale wajamaa watatengeneza WhatsApp group. Watasema ile kanisa mahali imebaki tunataka kumaliza. Na ndio ulikuwa unaimba na wao baby Jesus. Amweza amen. Ama hiki tumalize tuende nje. Situendelee jioni. Siniweke kama hapa, unaona? Tuendelee kidogo. Angalia saa yako, inakwambia aje. Usudi leo kuna baridi. Jua ndio maana zaidi. Tulikuwa Tija tulikuwa ati hapo. Tulikuwa kwa huyu jamaa ambaye historia yake haikuwa nzuri katika maisha. Siku moja akielekea Damascus na amebeba rungu, mawe na kila kitu, anaenda kuwatesa Wakristo. Mungu akasema, jamaa, utanitambua. Amebeba mawe. Ameshughulika hapa nyuma, amesumbua watu. Unajua jamaa mwenye ameandika barua ndio tunaelekea. So amewashughulikia na siku moja Mungu akasema, ipo siku ambao mimi mwenyewe nitakushughulikia. Ombea mtoto wako, mpe tumaini, Mungu atamshughulikia kwa wakati wake. So jamaa akibeba hiyo mawe akafika Damascus. Kwa hiyo njia historia inasema haikuwa sawa. Mungu akatumia miali ya jua. Alitumia nini? Alitumia nini? Valia mama yako ng'ongo. Akikutuma ng'ongo. Endelea. Mnafika miaka 16 mnaona mko sawa. Una pounds kwa mama yako. Unajua kuna vitu hamjui. Wale vijana wako hapa 16, 17 ukifanyia mama yako ng'ongo ipo siku. Kabla ya kurudi kwa Yesu, utaolewa. Na wewe utabarikiwa na wajamaa. Wengi walikuwa wanasumbua ipo siku. Yaani mama anakutoa mabuku. Anashughulikia. Ana mama yako akikutuma. Ati uko digital. Simwelewe. Mtakonga ukuta. Mnarudi. Na si mbaya. Nani anakuambia ati kazi hakuna? Watu wa Mungu hawaendangi maandamano bwana kutafuta kazi. Sadaka, Meshaki na Abednego wakiwa na menta wao Daniel walienda maandamano ya maombi. Mjalipata. Vijana Mungu walienda maandamano ya nini? Ya maombi. Na Mungu akaleta crisis. Ule mfalme Daniel chapter 2 akaota ndoto na ikapotea. Ilipopotea Daniel akamwambia kuja. Hiki tusio uanga, hiki tusio kitu kingine. Enda mfunge tuombe. Wakafunga wakaomba. Alipoenda akatafsiri ndoto, akainuliwa, akapewa mamlaka. Baada ya kumaliza mamlaka, akaambia mfalme, sikia, Nebukadneza, niko na vijana wangapi? Watatu. Akaambiwa walete, akawaita. Maandamano yetu ni maombi. Amjeni bwana. Amen. Maandamano yetu ni maombi bwana. Sisi ni maombi. Vijana, ipo kazi. God will bring a crisis. Ataleta na mtapatikana. Na wachaji kijana mmoja aliitwa na mwingi. Akaambiwa wenye unafanya kazi, lete vijana 16. Na akaambiwa akifanya mistake hata mmoja, nafuta. Vijana akatoka akafika kwa familia. Wanajaribu kuandika mtoto fulani Brayo. Mama yake akasema huyu mnafutwa hiyo kesho. Huyu mnafutwa hiyo kesho. Maana barua yake iko sawa. Yule kijana akaandika. Kwa hiyo kanisa akapata nafasi ya watu wangapi? Barua yake inasomeka. Nani alikwambia hata hapa hakuna mtu mwenye atakushughulikia? Kwani vijana na wangapi kwa church na wamemtumikia Mungu wakiimba, wakiwa strong na walisoma. Bado mambo inatafutwa. Leo mzee mmoja wa kanisa anamwambia kijana kuja kuleta makaratasi yako kesho kwa barabara direct mpaka kwa choo. Yaani interview imeisha, barua imesomwa na wanakaa. Amen. Amen. Kani hata hiyo point yenye nimetoa mbali walisema amen. Suri jamaa kielekea Damascus, akapigwa na miali ya jua macho yakapotea na ni siku 3. Kuna ango yake sijui ni ango ama ni kasi. Naye anaambiwa enda ubiri hapo.
Anamwambia Mungu, ni mimi naambia mama. Si mnajua ngo yake. Unajua jamaa wakikutana wote wawili mbinguni. Huyu akieleza venye alipigwa na miali ya jua. Namwambia ngoja. Kuna siku nilifanyia huyu mzee wa siku ni Mungu anaitwa Jeremiah. Nilimfanyia ngo. Akamwambia hivi ndio kutaka. Akaleta tu mawimbi. Akatuma tu ujumbe. Maji. Wa mama nduru. Akiwa amelala na huyo mzee. Unaitwa nani, unatoka wapi? Akamwambia, akiulizwa majina, anatoka, anawaambia hii tabu yote ni nini. Na ni pasa, mkitaka safari iendelee. Na Mungu akaongea na samaki, na sio omena. Unajua kitu. Yanaambia watu talimeso na omena. Samaki mmoja akaambiwa bana samaki yupo akatumwa samaki mzee mwenye urefu wake upana na kila kitu, na samaki akatulia kwa maji na akafungua mdomo. Akaambiwa tulia, Mungu ako na uwezo hata wa kusimamisha samaki katikati ya maji. Yona alipoachiliwa, mwalimu unaonaje? Alitanguliza kichwa ama miguu? Wewe unaonaje? Unaonaje? Mami alitanguliza kichwa ama miguu? Hujui? Tutamuuliza. Unataka kujua? Fanya bidii tuende mbinguni tutamuuliza. Haleluya. Labda akatanguliza kichwa rapa, samaki pa. Na Mungu akaiambia tulia. Mami wewe alikwambia leo ule samaki alitulia katikati ya maji. Akangoja. Na Yona angesema ninaenda leo. Ndiye angetapikwa sasa. Kichwa yake ngumu. Mawe ikafanya ana breakfast, ana lunch, ana supper, na hakuna visitation, na watu wa familia hawajui mahali yako. Mzee akatulia. Aliingia na kiti akakaa. Akapaka mkate furubani. Akipenduka akiweka mkono anasikia akokai vizuri. Akajiupilia mwenyewe. Akajiita mwito. Kama ule kijana. Na mkumbuka ule alitoka kwa. Akakubali akasema naenda. Sasa huyo jamaa wakikutana na huyu anamwambia mimi ni yeye, anamwambia ngoja, mahali niliingia. Jamaa anatoka pale ndani. Anatumwa anaitwa nani? Anania akaambiwa ende uzungumzie yule mzee. Akienda maana alikuwa anamjua. Umei mzee ongereza kijana mwenye amefuta bangi katika maisha yako. Mmoja tu ile bangi nzuri ile. Waje hii hapa. Kumbuka. Ule mwenye anafuta mpaka akiwa kwa darasa anajika. Maana anamuuliza nini, anamwambia naona miguu iko juu, kichwa iko chini. Wapo. Sasa anamwambia Mungu unanituma kwa nani? Wewe jamaa tunamjua, tunamuelewa, lakini anamwambia nimekutuma, enda ukamzungumzie. Anaenda anamuongeleza jamaa, anabatizwa. Jina linatoka kuitwa Saul, anaitwa Paul. Amen. Maana za ujumbe ni huyu anahubiri, anatembea kila mahali. Wakiwa katika sehemu fulani, jambo alilolitenda likarudi. Wakashikwa siku moja kwa uwanja. Wakiwa nani? Anania na nani? Na Sabina. Wakafungwa kamba. Nyaunyo zikafurutwa. Jamaa anasema hivi, alipigwa 39 minus 1. Na kigongwa tu mara moja tu, ikifurutwa hivi, anauliza ule mwingine, kuna mahali habari imefika hatujapeleka. Unaonaje ukigongwa hata moja kwa hii chai? Wacha kugongwa. Wacha kugongwa. Wacha mtu akutusi peke yake, umehama chachi ukaenda Urukora. Wakakugonga vizuri, ukama ukaenda ingine. Utagongwa uongeke. Jamaa wanapigwa. Alafu wakachukuliwa sasa, wakawekwa gerezani. Sikia sasa hapa ndio nataka kusungumzia. Walipowekwa gerezani ndio historia na barua yake leo inasomwa. Anapoandikia watu wote kwa hizo mabarua, ana experience ya kipekee katika maisha.
wakaweka gerezani. Hakuna kitu walifanya. Vijana wangu yangu mliposikia. Wanapoweka gerezani, wakiimba wakiomba, haikuwa waimbe waombe milango ifunguke. Hamjanipata? Paulo na Sila hawakuwa waimbe gerezani waombe ndio milango ifunguke. Ilikuwa wapendwa, ni tabia yao ya kuomba na kuimba. Amen. Kumbe sikia niwaambie. Ukiomba na kuimba na watoto wako, sio kwamba kuna jambo inatendeka. Wacha ikue tabia yao. Hata kipindi ambao wapendwa unavunjika moyo, hata kipindi unapitia magumu katika maisha, simama na kuimba na kuomba. Mungu atafungua kwa njia usiyojua. Amen. Sikiza wapendwa, niwaambie. Waliimba wimbo wao. Mungu atukuzwe na makuu, Kristo wane. Lakini wewe kakitu kakikupata kidogo tu, changamoto katika maisha, hauwezi ukaimba Mungu atukuzwe. Wimbo wako, ombea adui yako haisi kwenye alikuwa ananicheka siku hizi. Kinunua gari na change na style ya kutembea na ufunguo. Walinicheka sana. Akina nani? Na hata ukisoma mtu anaitwa Ana, aliambiaje na yeye alisoma asubuhi, niliona kwa YouTube. Wewe ndio uliombea mtu. Ulisoma kitu yangu. Sikia. Anybody? Na alikuwa anajua. Si usome hiyo suri uone venye anasema. Hakuna mahali anataka huko. Tabu. Vijana wameita, niacheni niimbe, namuimbia Mungu. Nani alikukata usi? Unaachiwa na nani? Wale mango zako. Yaani kwaya ikikosana na nyingine wanatunga wimbo ya kuonga hivi. Na sisi wahubiri, mimi hakuna siku, Mungu nisaidie, zamani hizo sikufe katika jina lake. Anisaidie tu nipe watoto wa Mungu tumaini. Yaani unafanya kitu kwa sababu. Sasa wale wa jamaa hawaimbi wimbo wa kusema ombea adui yako. Akiwa anapona Sila, baada ya kutandikwa, jamaa anasema tuimbe, tumtukuze Mungu. Na Mungu wajua pendwa, akatuma malaika na ufunguo. Sikia. Akatuma malaika. Unajua muone malaika. Ndio maana napenda watoto wa babies. Tungekuwa tumetoka tuende kuona malaika nje. Kwa mawazo umeona malaika? Umeona venye mbingu imekaa? Na umeona malaika wa ufunguo? Na mtetemeko ukakuja tata. Kuna ile inagonga kitanda inahama. Umesikia mtetemeko? Ilikujanga wachungaji wakiwa Kaguta. Na mmoja amesoma akasema faith in God. Amen. Waje mtetemeko ikuje. Si unajua wachungaji wakiishi pamoja wanafanya maombi kwa pamoja. Waje ikuje ishike. Walijikuta nje kwa stairs. Sikia, inashake, inatetemesha. Alafu milango, malaika akafungua mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Akakuta wale wa jamaa, akawaambia na akawaongea barua ya mbinguni. Haleluya. Sikia, alipomaliza, ndio maana sasa huyu jamaa barua yake ikaanza kusomeka tofauti. So akiwa gerezani alizungumzia watu wengi. Kuna barua tija moja huku kusoma, Waefeso 6 fungu la kwanza. Tuisome, twende. The Bible says, kai hata hiyo unasoma.
Ephesians chapter 6 verse 1, the Bible says, neno la Bwana. wewe wacha. Asante sana. Waefeso 6 fungu la kwanza, Biblia inasemaje? Nyinyi sema hiyo fungu. Wacha hata uliwasaidia. Asante. I hope sija kukosea. Nilikuwa nataka soma na sauti. Soma na sauti. Soma kwa akili. Ndio hiyo tu, kwa akili. Twende. Soma ukitafakari, twende. Nakuja makambi hapa. Na wazee mtanikubali na vipi? Na nikuja na masaa ngapi? Watoto soma hiyo fungu, twende. Soma bana. Nilikuwepo ikiandika. Nilikuwepo. Sasa huyu jamaa anajua. Na Mungu akamzungumzia labda wakati ule akiwa kwa gereza. Ni akatupea fungu ambao inakuwa ni nini? Ni wakili wetu. Ndio inatusaidia kama wasasa. Ule kama hivi andiko. Tugeumia. Fanya hivi. Pepa mawe. Tukonge penye wanataka. Konga. Tufanyie Mungu. Fanya. Muone. Sikia niwaambie watoto. Hata nikisoma hii peke yake itawasaidia. Listen to me children. Na niangalie. Professor. Huyu jamaa wa miwani. Professor, funga Biblia ukati. Sikia. Kama unataka ubarikiwe, kama unataka uishi vizuri, just do what Ephesians 6 verse 1 say. Sikia nikwambie, hata usome, ukatae mzazi wako, ukuwe na pasta wa kanisa, umpelekee mpaka gari, hakuna baraka. The blessings inatoka kwa mama na baba. Wale wananijua hapa. Umewahi enda nyumbani na ukafanyia mama yako kitu. Anafanyaje? Mtoto wangu, barikiwa. Kwanza wale masusu. Mlisahau. Na fungu ya makambi yenye nitamu. Kifasi, simekuja. Hivyo tu, you are good to go. Good to go. Children obey ani? Hiyo ndio barua na wapenda. Hiyo ndio barua na wapenda. Hiyo ndio ni barua nimetoka nayo Kajiado. Soma hiyo barua ukirudi. Na unaisoma kwa akili. Na baada ya kusoma kwa akili, unaifuatilia. Mwenye kuandika alimaliza. Yuko msichana mmoja. Alisomewa hiyo barua na mama yake. Na walipenda sana kuimba namba 43. Miguuni pake Yesu. Miguuni pake Yesu. Maneno yake. Kuna mzee hapa. Amwimbi hiyo wimbo tu. Ama mnaimbanga siaga. Wasasa mnajua siaga. Unajua siaga. Unajua wimbo inaitwa siaga. Kwa ukweli, unajua? Musikose sana. Na iko kwa simu yako ile siaga. Na sijui ni nani aliwaomba. Ati watu wote ni talent. Hata siaga ni talent. My school in grade 4, 5, 6. By the way, wanasema mami nitakuita, naona nimekumulika sana, nitakuita uwaone ndio kuja waambie church. Tumeanza kufanya savings mpaka 2035. Ombangi ya 20 na 10. Na walileta ombangi, nimewaambia waandae, tutaiombea next week wakati watoto wote wameamia, wakaenda siaga. Take your time as a child. Take your time. Soma. Wakalia, kuna siku wataenda wote siaga. Madaktari wakitafuta miaka ile, unapata opportunity. Haleluya. So yule msichana, mama yake alipenda upetu watatu ambao
anasema unibariki Mwokozi. So kila wakati alijua ya kwamba miguuni pake Yesu ndio ni baraka ya kipekee. Akamchukua binti wake, na wazazi nisikize, ule mama alikuwa mjane na akapaki na mtoto wake. Akamwambia, mtoto wangu sina la kukupea, lakini miguuni pake Yesu ni maneno matamu. Miguuni pake Yesu mtoto wangu tutasoma barua, na miguuni pake Yesu mtoto wangu tunapoomba Mungu atatubariki. Achalize ni wakati gani? You are a special parent to a child. You can encourage your child to change and to be a good child. Wewe mwenyewe mtu asikudanganye. Maana watu ukiniita nisungumzie mtoto wako, namrudisha kwako tu. Namrudisha kwako tu. Kwa sababu you are special. Wakilia wote kwangu. Maana ninakuta watoto wengi, nimeenda shule nyingi. Afternoon nitawaambia mengi. Lakini nitarudi teki tu. Nikiwa na projector sasa ndio tusome. After makambi narudi teki tu. Waje ya kwanza yeye. Ndio waonyesha mahali tumefika. Sasa wamekuja wengi wakilia, lakini mwisho kwa sababu sitapepa, sitaweza, sina uwezo, I will bring them back to their parents. Nitawarudisha kwa wazazi wao. Mtoto anapokuja kwako na challenge, hakikisha umefanya upatanisho na mzazi wao. Hakuna mzazi mbaya. Ni pressure tu ndio inaweza. Pressure. Akienda shule anaona mtoto amejomoa 10,000. Anapakia kuna 200, 500. Naambia watoto wangu wa grade 4, take advantage. Ya ile wache kume, useme ninaiweka hivi. Miaka ijayo nitapokea kitu yangu. Haleluya. Amen. Usipandwe na pressure na watu ambao hujui walitoka wapi. So yule mama akamwongeleza yule msichana. Wakaimba hiyo wimbo na wakasoma mafungo mengi kwenye Biblia. Na walisoma Wakorintho wa pili 3 fungu la pili. Nisomee msomaji kwa haraka. Wakorintho wa pili, ni wacha nisome 2. Mwana mwalimu wangu alisoma 3. Biblia inasemaje? Twende. Neno la Bwana linasema hivi. Nasema Wakorintho 3 mstari wake wa 2. Ninyi wenyewe ndio barua yetu iliyoandikwa katika mioyo. Sikiliza, ule mama akamwambia mtoto wangu, sikia, wewe mwenyewe ndio barua iliyoandikiwa, na unapokuwa ni barua nzuri, mtoto wangu, Mungu atakupokea na atatembea pamoja nawe. Ule mtoto kwa bahati mbaya mama akakuwa mgonjwa, na mtoto ndiye anafanya vile vinaye. Mlimuona kwa YouTube, mlimuona kwa mitandao. Ninaomba Mungu anifikishe, nataka kukutana na huyu msichana. Nilikutana na msichana mmoja katika kampuni moja nilihubiri, aliyekataa kufanya mtihani siku ya Sabato. Ile shule ya girls ya inaitwa ile ya Nyaburu girls. You remember the story? Mbona mnipati? Unakumbuka story? Ule msichana nikihubiri kampuni, nikitoa testimony na ama hapa akakuja mwenyewe akaniambia, hiyo story yenye umetoa ni yangu. Nilisikiaje kama mhubiri? Unatoa story ya mtoto na anasema hiyo story mwenye alichange mtihani. Na ule mtoto akakuwa anapewa mtihani siku ya Monday. Na unajua Mungu anasaidia hadi kwa mtihani. Siku ya ufani, unaporudi kutoka kanisani baada ya mibaraka ya Sabato, watoto nisikie, baada ya mibaraka ya Sabato, unapoenda Sunday ukiketi, Mungu anakuambia fungua ile page. Mahali unafanya revision ndio mtihani itatoka. Hamjaona hii. Haleluya. Amen. Mungu atumangi malaika kutoka mbinguni ajaze mtihani. Anakuelekeza. Give you a direction. He shows you the way. That's why mkienda hizo mashule, wale watoto wanaenda Sabato ukisoma 1 2 3 10 ni wao. Hata mwenye shule anachanganyikiwa, maana hawezi akawafukuza. Nawaambia Kasaba school ndio hapo. Sasa swali langu teacher. Wakiwa na Kasaba school teacher, wakiwa na Kasaba school pale shuleni. Wakiwa na Kasaba school teacher nisikie, pale shuleni wakiwa na Kasaba school wametengwa. Ni shule ambayo sio ya Sabato. Hao watoto
Watu wakipiga magoti pale chini, wale wahubiri, nani uomba? Tunasikia wale ni jibu maswali. Wakipiga magoti pale chini, wakiomba, nani uomba? Tafuta hilo. Umeona? Tunapeleka watoto kwa divine waelewe process ya wasabato. Ndio siku yenye wanaenda kule shuleni, wanajua mwenye anastahili kwamba wakipiga magoti chini ni yule ambaye anafanya hivi. Siku moja mfanye hivi. Ita watoto mbele, waulize, wapee tu example. Waambie wewe juice one of the elders. Unataka kwenda nani? Takuja tukatoe matangazo. Nilifanya kwa taji yetu kitambo. Kumbe kuna mzee anahubiri anafanyanga hivi. Alikuwa anaitwa Eliasima. Kamoja akasema mimi nitakuwa Eliasima. Happy Sabbath. Happy day. Stima alisikia ni kama ame. Kuna mtoto tapea hapa kashika Biblia hii. Kana shika. Anasema mimi ni elder fulani. Na elder anapenda kusalimia na Kiswahili. Happy Sabbath. Awa ile. Hata panuka hivyo kama ile. Sasa kama unataka ile muiwe siku gani? Unajua nimekuja nikapata mtoto ni mmoja. Uliangalia? Sababu ni ya watoto. Ama mtuchangee yetu pale chini. So wakifanya hizi vitu, wakisoma mission nini, wakifanya introduction itawasaidia hata wakienda shuleni mahali ambao hakuna kanisa. Mmoja anapanga watu wa huduma. Haleluya. Leo nimelipata. Haleluya. Mpaka hapo nitarudi kwa ichaji. Bado nitarudi tekitu. Tulikuwa wapi? Neno la Bwana anaendelea kusema hivyo. Inasemaje? Fungu la 4. Ile anasema hivi. Hili ndilo tumaini tulilo nalo mbele za Mungu kwa njia ya sikia, kuwa na jina nzuri, kuwa na jina ambalo linaosomeka ndio tumaini peke yake wapendwa tunalo. Yule msichana mama yake akamaliza na akakuwa mgonjwa. Sikia niwaambie, unajua tija, hii story ya barua ilipokuja ilinikumbusha huyu msichana. Huyu msichana akiwa kwa wazazi, sikia, hao watoto wanajipigania. Hao watoto si waone hivi, wakifundishwa na kuwekwa misingi, wao wenyewe watajipigania. Sasa yule msichana akatoka kwao. Mama ni mgonjwa. Kumbe tichaenda, yule msichana alikuwa amepokea barua ya Silongagazi. Hamjanipata? Alipokea barua ya wapi? Silongagazi. Kama utaenda Silonga uliza msichana atakuja. Ninakaribia makambi Kisii nitamtafuta. So yule msichana alipoenda akaambia mama yake nataka nikwenda shuleni. I'm going to confirm kama jina langu bado. Msichana aliandikiwa barua. Ulikuwa unasoma habari za nchi za mbali na waletea nchi ya Kenya kule Kisii. Ndamesema amen. Amwani nimejaribu. Haleluya. Rachi nimepika nini? Sikia. Tunamaliza. Yule msichana sikia. Hakuwa na transport, hakuwa na chochote na mama yake ni mgonjwa na barua ya familia imesomeka na assistant chief na chief. Amechanipata. Barua imesomeka aje kwa assistant chief na chief. Assistant chief na chief anajua mtoto ni yatima. Anajua mama yake ni mgonjwa. Mambo mangapi? Msichana akafika. Yaani msichana wa tumaini wapendwa. Maana anajua barua yake sio mbaya. Akaingia kwenye rumu na akapisha. Akakutana na Madam Principal. Akamwambia nimekuja. Na alianza kutembea labda saa 9 usiku katikati ya msitu. Ana chochote na mtoto wa wenyewe kutoka Kijauri mpaka Silongagazi. Yaani tumaini yake. Yaani sema ameamuka akikumbuka miguuni pake Yesu. Anakumbuka fungu mama alimsomea. Anakumbuka wimbo ambao mama alipenda kuimba kama familia. Unapenda kuimba wimbo gani? Asante. Yaani wimbo yenye ikiwekwa watoto wote wanaimba maana familia haiwezi kukosa wimbo.
Kisha akamwambia Madam Bliss, I've come to confirm kama jina langu lipo. Na msichana Madam, malaika akamtumia akamwambia ongea na mtoto na umwangalie. Mtoto alipoulizia, Madam akapita. Na unajua barua yake haijauzwa, amjasikia. Jina lake haijauzwa. Kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi na ule msichana. Madam alipofika akamwambia jina lipo. Msichana akapiga pautani, akamwambia nilikuja kuconfirm kama jina liko. Yaani msichana akitoka, wapendwa, mngejua venye mbingu inatupigania na familia zetu na watoto. Munge invest kwa watu. Lakini bado tu tulikota. Sababu hata uniform sijaona. Za shule. Socks nikisimamiza mtoto hapa aisabu socks za shule. Aisabu uniform za shule. Na ya chachi nyingi. Sasa Mungu awafungulie YouTube. Muangalie chachi zingine. Ikiwemo yangu ya chachi yenye walinunua kitenge. Hapo mmeniangusha. Amjui watu vitu tunapita. Na mama ndiye anaanza wangu. I personally nilikuwa na mtoto alisaliwa akiwa na challenge. For 20 years mtoto amelala chini. Na ninakwenda makambi kwa makambi yetu. Nikizungumzia watu. Wengi hawajui historia. Hata kipindi mtoto wangu alilala mwezi wa 3. Visa. Historia hata ya kanisa ndio wengine wanajua. Nina watoto wawili. Mmoja mwenye amebaki bado anatumia wingi. Amuia tumikaje. Na waombea Mungu awaongoze. When I say serve the Lord, kama si Mungu huyu wa sasa, sijui nilikuwa. Kwa Ezekiel ni saa tu. Tanzania ni saa tu. Lakini bado ni Mungu wangu najua atatenda jambo. There mtoto 20 years. Ukinunua madawa ya watoto nao ndio wale wanajua. Ni Mungu tu yeye. So si wausi Mungu ambaye sijui. I'm reading the letter yenye nimesoma na kanisa. All the time challenges inapitia, back to the Bible. Mungu wangu unasema nini kuhusu? Uniform tu ya jaji. Just buy. Mtoto kuna mahali atafika na utamletea uniform akwambie uniform unaweza pana na bibi yako na ni mtoto wako. Maana wakati alikuwa anahitaji hao wasai sio wale watu wenye watu walikuwa wanalipiwa trip na wanaenda na ukiangalia background ya mzazi unalitika hawa nilisakwisho na wanauliza why si ununua hata browse peke yake na uweke ile patch na utakuwa save my balance. Just buy. Nunua leso. Make your effort. Unapowapa Yesu awape barua yao, you are good to go. Because the time is coming. Mahali ambayo itakuwa expensive. Akiingia na hiyo tabia aingie miaka 16. Mzazi utalia. Na sitaki ulie watoto wakiwa wadogo. Shughulika sana. Saa hii kimbilio ni chache bwana kwa Yesu. Sikia anawaambia nikimaliza. Ule msichana akafika. Na malaika ule wa kufungua milango ya Saul na Paulo. Paulo na Sila. Akatumwa immediately kabla ya ule msichana kupiga pautani. Malaika akaambia Madam Principal ita huyu mtoto arudi. That is Kola. Kamuuliza kwa nini hujakuja? When the guy get an opportunity. Akamwambia you know nini madam? My parents ni mgonjwa.
ile ugonjwa serious. My father died long ago. So ni mimi tu nimebaki. Hata venye nimekuja na kuja kufanya nini? Kuisia tu barua. Tani ule mara wakachukua simu. Kuna governor anasimama Nyamira. He called the governor. Akamwambia niko na mtoto hapa. Sikia story yake. Na wakapigia chief. Chief akasema huyu mtoto venye amekwambia. Hata sijui kama amefika hapo. Mama yake ni mgonjwa na bado hajaenda shuleni. Then governor akatuma PA. Mtoto akanunuliwa everything. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya fundisho hili. Tufundishe zaidi. Tuwe barua ya kusoma. Ndio bila tukupitia kwa jina la Yesu aliyekombozi. Amen. Mwamwe tu kurudi